Na mtazamaji, hujambo, natumai wiki yako imeanza vyema. Karibu kwa taarifa uzipendazo za jukwaa la KTN, ambapo tunakuletea taarifa za kina kutoka maeneo ya kaunti, na hii leo tunaelekeza darubini katika kaunti ya Kilifi. Kumekuwepo tuhuma nyingi kuhusiana na ubadhirifu wa fedha, kuhusiana na kuwepo miradi hewa katika kaunti ya Kilifi, na kuhusiana na ufujaji wa pesa za umma kupitia makampuni ambayo yametumiwa kufuja fedha katika kaunti hiyo. Na hii leo tuko naye studioni gavana wa kaunti hiyo Jeffa Kingi kujibu maswali yote ambayo yameelekezwa katika kaunti hiyo. Pia tutakuwa naye Danson Mungatana aliyekuwa mbunge wa Garsen, ambaye pia anawania kiti cha ugavana katika kaunti ya Tana River, aweze kutueleza mengi zaidi kuhusiana na kuhusishwa kwake na ubadhirifu wa takriban shilingi milioni 51 katika kaunti ya Kilifi. Na leo badala ya sisi kukuuliza swali, tunataka wewe uulize swali. Ungependa kumuuliza nini gavana Jeffa Kingi? Tutumie swali lako kupitia nambari 22155 kwenye mtandao wa Twitter ni @ZubaidaKananu au @KTN News ukitumia hashtag jukwaa la KTN. Lakini kwanza tuanze kwa kuangazia vidokezo. Watu wachache wajitokeza kujiandikisha kuwa wapiga kura. Je, ni ile hali ya ngoja za dakika za mwisho? Danson Mungatana ajitenga na madai ya kuhusika katika ubadhirifu wa fedha kaunti ya Kilifi. Ukweli uko wapi? Na kwenye swala nyeti tunadadisi madai ya ubadhirifu wa fedha kaunti ya Kilifi na mikakati iliyopo ya kukabili baa la njaa. Naam, karibu mtazamaji, jina langu ni Zubeida Kome. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC hii leo imezindua awamu ya pili na ya mwisho ya usajili wa wapiga kura kote nchini kwa matayarisho ya uchaguzi mkuu. Hafla hiyo ilihudhuriwa na viongozi mbalimbali. Shughuli hiyo ilianza kwa mwendo wa kinyonga katika maeneo mengi nchini, huku baadhi ya sehemu zikirekodi watu wachache waliojitokeza kujisajili kuwa wapiga kura. Tume huru ya uchaguzi na mipaka inalenga kuwasajili wapiga kura milioni 6. Shughuli hiyo inatarajiwa kuendelea kwa muda wa mwezi mmoja, uchaguzi mkuu ukitarajiwa kufanyika mwezi Agosti mwaka huu. At that occasion, we don't begin to find the person basis. Also, the women when they are married, when they go for IDs, they are told to go back to the parents where they were born so that they can get the IDs. That's discrimination. Anybody who is young, your role number one, help us to mobilize people who are eligible to register as voters. Then number two, we are asking you to be our gatekeepers. If you love any politician and like his policies, if you love His Excellency Uhuru Kenyatta, ni wewe uchukue kura na uhakikishe umefika katika kituo na you cast it. From county level, from MCA, kwa sababu tumeona maneno mengi sana. Now we know what devolution is about. All Kenyans to be peaceful as we do this registration, because this is empowering the people to be able to exercise their democratic right of choice to elect the leaders. Na mtazamaji, kuna viongozi wengi wa kisiasa ambao wamesema wataeka kampeni zao kando kidogo na wazuru maeneo tofauti kujaribu kuwashawishi wapiga kura kujiandikisha, ama watu kujiandikisha kuwa wapiga kura. Na Elvis Kosgei amekuwa kizuru maeneo tofauti katika kaunti za eneo la Bonde la Ufa, ambako machifu pia wamehusishwa katika harakati hizi za kuwashawishi watu kujitokeza kusajiliwa kuwa wapiga kura. Tukiwa tumeona kwamba idadi imekuwa ni ndogo sana katika baadhi ya vituo ambavyo tumezuru hii leo. Elvis Kosgei, tueleze sasa umefika maeneo gani? Asante sana Zubeida Kome, na hivi sasa niko katika eneo la Flax. Eneo la Flax ipo katika eneo bunge la Keio Kusini, ambapo ni mpakani kati ya Elgeyo Marakwet na kaunti ya Uasin Gishu. Na kwa kweli kama ulivyokuwa umetanguliza ni kwamba machifu pamoja na viongozi wamehitajika kuhamasisha watu waweze kujitokeza kwa wingi ili kuweza kujisajilisha. Kuna mambo ambayo yameweza kujitokeza. Tumeona kwamba wale watumizi wa bodaboda wameambiwa kwamba asiweze kumbeba mtu
mtu yeyote yule ambaye anataka kuabiri kutoka eneo moja hadi jingine kama hajaweza kujisajili kama mpigaji kura. Vile vile kuna hisia tu kidogo ambazo ni za kuchekesha kwamba kina mama vile vile wameambiwa kwamba wasiweze kuwapa ume zao haki zao endapo vile kama hawatakuwa pia wameweza kujisajili. Moja kwa moja acha nizungumze na baadhi tu ya watu ambao wako hapa katika eneo la Flags waweze pia kutuambia kuhusiana na siku ya leo. Asante sana kwa kujiunga nasi. Wewe binafsi yako umeweza kujisajili kama mpigaji kura? Ndio, nimeweza kujisajili bwana. Na shughuli ya leo imekuwaje? Tumeona kwamba kumekuwa na uchache wa watu. Kwa nini watu hawajajitokeza? Watu wamejitokeza kweli kweli. Ni hali vile unaona shughuli za kazi hapa na pale, lakini watu wamewacha makazi zao, wamejitokeza kwa wingi ili kuja kuangalia mambo ya usajili ya kura. Ndio. Labda niweze kuzungumza na chifu wa eneo hili. Tumeona kwamba mmekuwa mkihamasisha watu kutoka eneo moja hadi eneo jingine. Ni mikakati gani hasa mmeweza kuweka? Asante sana. Leo ni siku ya kwanza ya kuhamasisha wananchi waende kwa kituo ambayo wanaenda kuchukua kura. Na tunaona watu wengi vile tulitumia village elders na ofisi yetu ya assistant chief na chief, watu wengi wamejitokesha na wametuambia kwamba wataenda kuchukua voting card kwa wale ambao watachukua. Tunaambiwa kwamba wale watumizi wa magari, bodaboda, wale wauzaji wa maduka, wameambiwa kwamba wasiweze kuwauzia wale ambao labda wasiweza kujiandikisha. Ikiwa njia mojawapo labda nyinyi kujaribu kuvutia umati zaidi. Hebu fafanua. Wale ambao wamepata identity card juzi na wajapata voting card, hao ndio target group yetu. Na tunaona hawa ni vijana na wataenda kujisajili. Yes. Vile vile labda niweze kusikia kutoka kwa kiongozi ambaye labda ni kiongozi wa eneo hili. Tuambie ni mikakati gani ambayo umeweza kuweka? Kwanza kabisa ningependa kuchukua nafasi hii kushukuru wakazi wa eneo hili la Keyo Kusini kwa kujitokeza kwa wingi ili kujisajili wawe wapiga kura katika eneo hili. Na kama vile umeambiwa hapa mbeleni ni kwamba tumeshirikiana kama viongozi wa wanasiasa pamoja na provincial administration kupitia deputy county commissioner, na tumeweka mikakati ambayo yanafaa ili tuone kwamba wapiga kura wote ambao wanastahili kujiandikisha wamejiandikisha. Kama vile umeambiwa mbeleni ni kwamba katika eneo bunge hili we are targeting wapiga kura zaidi ya 19,000 ambao lazima wajiandikishe kuanzia sasa hadi end of this process. Je, mnazingatia labda tabaka, jamii, ama mmeamua kwamba kila mtu atajisajili licha kutoka kwa jamii yote ile? Kwa sababu eneo hili ni wapiga kura wanatoka pembe zote katika nchi yetu, tumesema kwamba ikiwa wewe unaishi Keyo Kusini ama Elgeyo Marakwet ama North Rift, lazima ujiandikishe kupiga kura. Sio lazima kwamba uende kwenu nyumbani ndio ujiandikishe. Ukiwa pande hii uko na ruhusa ya kujiandikisha ili ikifika wakati wa kupiga kura uchague kiongozi wewe mwenyewe unampenda, kiongozi mwenye atakusaidia. Na tunaomba Wakenya wote ambao wako na IDs na hawajaregister kwamba hii ni nafasi mzuri ya kujiandikisha kuwa mpiga kura. Labda vile vile niweze kusikiza kutoka kwako. Umeona kwamba mikakati imewekwa na nini kwamba unaweza kuona kwamba kumekuwa na uchache wa watu? Kwa sasa kwa sababu leo ni siku ya kwanza kujiandikisha kwa wapiga kura, tumeona si watu wengi sana. Lakini kuanzia kesho watu watazidi kuongezeka kwa sababu machifu wangu na manaibu wao na village elders tumetuma hawa waende wajulishe watu manyumbani. Na hata wakati huu wale watu tunazungumza nao hapa, nataka kuwahimiza kwamba mnapoenda nyumbani ambieni wenzenu ambao wako na vitambulisho waje wajiandikishe kama wapigaji kura, kwa sababu kila mpigaji kura hiyo ndio haki yake ya kuchagua kiongozi mwenye anataka. Ndio. Shukrani. Mwelekezi wangu ananiambia muda umeweza kutupa kisogo. Hiyo ni DC ambaye ameweza kuagiza machifu pamoja na watu kutoka matabaka mbalimbali kuweza kujiandikisha. Na kama nilivyokuwa nimeeleza mchana wa leo kwamba eneo la Bonde la Ufa linataraji kupata wapigaji kura milioni 1.8 katika idadi ambayo tuliona kwamba mwaka 2013 wapigaji kura waliweza kujisajili na wakakuwa milioni 3.2. Kwa hiyo wanapania kuongeza labda iwe milioni 4 na kuendelea. Kutoka kwangu
tu Elvis Kosgei, sina budi labda kurejesha kwako Zubeida Kome kule studio, huku tukiendelea tu kudadavua mambo ambayo yanaendelea mashinani. Naam, shukran sana Elvis Kosgei ambaye hii leo hajapumua, anazuru vituo mbalimbali eneo la Bonde la Ufa kujaribu kuangalia harakati zilivyo katika maeneo hayo kwenye shughuli ya usajili wa wapiga kura. Kwanza kabisa, kabla kuingilia mjadala wetu, tuangazie takwimu za usajili wa wapiga kura tangu mwaka 2007 ambapo tuliona kwamba takriban watu milioni 14,667 2,607,764 walisajiliwa kwa wapiga kura. Waliopiga kura mwaka 2007 ni milioni 9,886,650, ikiwa ni asilimia 68.8. Waliopiga kura ni wale waliokuwa na umri wa kati ya miaka 18 na 40. Wanawake waliopiga kura walikuwa ni zaidi ya milioni 7. Tukiendelea kuangazia takwimu hizi, ni kwamba wapiga kura waliolengwa mwaka 2013 walikuwa ni milioni 18, lakini waliosajiliwa mwaka huo ilikuwa ni takriban wapiga kura milioni 14,352,533. Wanawake ambao hawakuhusika kwenye uchaguzi wa mwaka 2013 walikuwa ni milioni 4.3. Tukiendelea, tunaona kwamba kufikia Disemba mwaka 2016 watu milioni 15.9 walisajiliwa kuwa wapiga kura kwenye ile awamu ya kwanza ya usajili wa wapiga kura, na kufikia mwezi Novemba mwaka 2016 watu milioni 9 walipewa vitambulisho, na hawa ndio sana wanalengwa na IEBC kwenye usajili huu, kwani wote hao hawajasajiliwa kuwa wapiga kura, na wanaolengwa kwenye shughuli hii ni milioni 6. Sijui ni kwa nini wanasema wanawalenga milioni 6 ilhali wale ambao walipewa vitambulisho ni milioni 9. Tutakuwa tukidadisi swala hili kuona ni kwa nini kuna hilo pengo. Tukiendelea, tunaona vituo vya usajili kwenye awamu hii ya pili na ya mwisho ya usajili wa wapiga kura ni takriban vituo 24,613 kote nchini. Vifaa vya usajili almaarufu BVR ni 7,793 ambavyo vitatumika kwenye shughuli hii ya kusajili wapiga kura. Vifaa 3 hadi 10 katika kila kituo ndivyo vinatarajiwa kuwasilishwa na wale maafisa wa IEBC, na maafisa 21,421 watahusika kwenye shughuli hii wakiwa ni maafisa wa IEBC. Usajili hautafanyika katika vituo ambavyo vinatarajia uchaguzi kufanyika uchaguzi mdogo au marudio ya uchaguzi, ambapo ni katika wadi kama vile za Mumberes, kaunti ya Baringo, na wadi ya Central Kinyamkago, kaunti ya Migori, na uchaguzi huu unatarajiwa kufanyika tarehe 22 mwaka huu wa 2017, na IEBC imesema imeweka mikakati ya kuhakikisha kwamba baada ya uchaguzi huo shughuli hiyo inafanyika ya kuwasajili wapiga kura katika eneo hilo ambako uchaguzi mdogo utafanyika. Mtazamaji wa bunge, tukiendelea na taarifa nyingine ni kwamba wabunge wote 6 wa kaunti ya Mandera wametangaza azma ya kugombana tena katika nyadhifa zao katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2017. Wakati huo huo, wakiwa katika uwanja wa michezo wa Moi mjini Mandera, wawakilishi wadi 21 pia wamekaidi agizo la wazee wa jamii hiyo na kutangaza azma za kuwania tena nafasi hizo. Tangazo la viongozi hao linatokea wakati wazee wa jamii zao wakipinga kurejea kwao katika kile kilichofahamika kuwa demokrasia ya maelewano. Viongozi hao walilitaja baraza la wazee hao kuwa lisilozingatia usawa na haki, na wote wamedhamiria kushirikiana na kumsaidia gavana wa kaunti ya Mandera Ali Roba kugombea ugavana katika mhula wa pili. Tunataka kila mtu apate haki yake, tunataka kukaa kwa amani, hatutaki vita ndani ya hii kaunti. Ile mtu atashindwa atasupport ile mwingine. Tunataka kuwa kwa amani. Mandera juu, sisi kama tunasema Kenya iwe moja, tunataka uwe Mandera uwe moja. Wale watu hapo mbeleni hapo Kenya mzima walikuwa wamesema hii negotiated democracy Governor Roba peke yake ndo amekataa. Lakini hapa mimi nataka kuonyesha ishara. Wazee wa kutoka jamii yote, viongozi wa kutoka jamii yote, viongozi wetu ambao wamechaguliwa hapa, MCAs wetu 24 kati ya 30 ambao wamechaguliwa wamesema mambo ya
Na mtazamaji, tuingie sasa katika sehemu yetu ya swala nyeti. Hapa studioni tuko naye gavana wa kaunti ya Kilifi Jepha Kingi, na tumekueleza leo hatukuulizi swali, tunataka wewe mwenyewe umuulize swali kuhusiana na yale yote yanayohusu kaunti ya Kilifi. Lakini kabla ya kumhusisha, tupate taarifa ambayo pia inamhusu, ambapo aliyekuwa mbunge wa eneo la Garseni ambaye pia anawania kiti cha ugavana kaunti ya Tana River, Danson Mungatana, amejitenga na madai ya kuhusika katika ubadhirifu wa takriban shilingi milioni 51 kaunti ya Kilifi. Akiwahutubia wanahabari kaunti ya Nairobi, Mungatana amedai nia ya gavana wa Kilifi Jepha Amason Kingi kumhusisha na swala hili ni kumchafulia jina ili kumharibia nia yake ya kuwania kiti cha ugavana. Amedai kwamba hajawahi kufanya biashara na serikali ya kaunti ya Kilifi wala kumiliki kampuni zozote zilizotajwa. Completely innocent of the accusations that have been made. And I'm saying this for the sake of the country and the people of Tana River, that I do not have a directorship or own any company that has done any business with Kilifi County. I have never traded with Kilifi County government. And it is a shame for anyone to say that we can take, if Miss can put money in an account that is related to me. How is that? I also want to repeat that I have never had any dealings with a lady by the name Lucy or any other person in relation to this issue of IFMIS. Naam, na bila shaka tuko naye gavana studioni na tutakuwa pia tukiwasiliana naye Mungatana aweze kutueleza mengi zaidi. Karibu sana gavana. Kaunti ya Kilifi koje? Iko salama. Karibu sana. Asante. Kwanza tutaanza na taarifa hiyo ya Mungatana ambayo ameitoa kwa wanahabari hii leo kwamba unalenga kumchafulia jina. Kweli si kweli? Mimi sijawahi kumhusisha Mheshimiwa Mungatana kwa kashfa yote. Jina lake limeingizwa katika sakata hii na mmoja wa wale directors wa zile kampuni ambazo zilichukua pesa kutoka Kilifi. Kwa hivyo nafikiri angemjibu yule mama ambaye aliweka affidavit. Maanake kuna hati ya kiapo ambayo iliwekwa kotini. Kama ujuavyo, sisi tulishtaki zile kampuni pamoja na directors wake, pamoja na zile benki ambazo zilitumika kutoa hizi pesa. Kwa hivyo katika kujibu yale madai ambayo tuliyoweka, kuna director mmoja ambaye anaitwa Lucy Kibogo ambaye yeye alieleza kwa kiapo kinaga ubaga vile yeye vile Mheshimiwa Mungatana alihusika pakubwa sana katika utoaji wa zile pesa kutoka kwa serikali ya kaunti ya Kilifi. Kwa hivyo sidhani kwamba kuna ni kwa nini Mheshimiwa Mungatana ameelekeza bunduki zake kwangu. Mimi sijamtaja wala sijamhusisha na kashfa yote. Jina lake liliwekwa pale na yule director, na hakuweka tu jina lake bali aliweka ushahidi. Maana yake hata aliweka mazungumzo baina yake yule mama Lucy Kibogo na Mheshimiwa Mungatana. Aliweka bayana kabisa text, zile text za WhatsApp ambao alikuwa akizungumza na Mheshimiwa Mungatana. Ukiangalia ile affidavit utaona ni vile alikuwa akimwambia yule mama kwamba kuna pesa ambazo zitaingia katika akaunti yako zinatoka Kilifi, na pia aliendelea kusema kwamba kuna pesa, tunatarajia pesa zingine kutoka kaunti zingine. Kwa hivyo ni kwamba ukiangalia ile nakala na kulingana na ile nakala ya kiapo ambayo iliwekwa kotini na yule mama, ni kwamba mbunifu na mwanzilishi wa sakata hii kulingana na ile nakala basi ni Mheshimiwa Mungatana, na si kwamba tu ni Kilifi peke yake. Kulingana na ile nakala ya kiapo ambayo imewekwa kule kotini, ni kwamba uporaji ulifanyika Kilifi na pia ukafanyika kwa kaunti zingine. Manake yule mama ameeleza kinaga ubaga pale. Kwa hivyo nafikiri Mheshimiwa Mungatana ni ajibu yale aliyozungumza na yule mama, wala asigeuze
silaha zake kwangu mimi, manake mimi si mimi nilimtaja wala kumhusisha na sakata hii. Umetaja kwamba jina lake limejitokeza kwenye ile hati ya kiapo wala hujamhusisha na lolote. Lakini kuna wakati ambapo ulijitokeza hadharani na kusema pesa zimefujwa katika kaunti ya Kilifi. Je, hati ya kiapo hii ilipowasilishwa mahakamani, serikali yako ilijukumika katika kufanya uchunguzi kuona iwapo madai ya mama yule ni ya kweli au la, au mmeachia jukumu hilo mahakama? Serikali ya kaunti haina nguvu kisheria kufanya upelelezi wowote wa jambo lolote. Wakati tunapata mambo kama haya, sisi huchukua ushahidi ule kupeleka katika zile idara pelelezi ambazo zitafanya upelelezi, halafu atatuambia ikiwa ni kweli au sio. Kitu ambacho tutafanya sisi kama serikali ni kuchukua nakala ile na kuipeleka kwa tume inayopambana na ufisadi ili wafanye uchunguzi zaidi. Lakini la kushangaza ni kwamba yale yote ambayo yalizungumzwa katika nakala ile ya kiapo ni tayari yako mikononi mwa tume ya kupambana na ufisadi. Na kulingana na ile nakala ni kwamba director huyu alifikishwa mbele ya tume ya kupambana na ufisadi mnamo tarehe 23 mwezi wa Novemba, na pale akaeleza kinaga ubaga mpaka akamtaja Mheshimiwa Mungatana. Lakini la kushangaza ni kwamba tume ya kupambana na ufisadi mpaka leo haijawahi kumuita na kumhoji Mheshimiwa Mungatana. Swali ambalo tujiuliza kama wakazi wa Kilifi ni kwa nini? Manake twajua sisi kwamba sheria ni msumeno ya kata mbele na nyuma. Ni kwa nini watu wengine wanaitwa kuhojiwa, lakini mtu ambaye ametajwa katika nakala ya kiapo hakutajwa tu hivi, lakini ametajwa katika affidavit. Na unajua ushahidi wa nakala kiapo una uzito zaidi kuliko tu statement ya shahidi ambao amepeana. Hilo ndo swali ambao wakazi wa Kilifi wanajiuliza, ni kwa nini huyu jina lake limetajwa mara kwa mara, miezi miwili na zaidi inapita na hajawahi hata siku moja kuitwa ili akaandikisha statement. Kwa hivyo kwangu mimi, kwa sababu mimi sitaacha jambo hili mpaka nijue kina cha jambo hili, na sitaliacha mpaka zile pesa zote ambazo ziliporwa na kampuni hizi ziregeshwe Kilifi. Ndio maana nitalifuatiza kwa karibu, na ikiwa tume ya kupambana na ufisadi italegeza kamba kwa wahusika wengine, mimi upande wangu sitalegeza kamba. Manake hata kule kotini pia tulipoenda tulishitaki kama county, na ikiwa ule ushahidi ambao umepatikana una uzito, mimi bila shaka sita kuleta jina la Mungatana katika ile kesi ambayo nimepeleka kotini, ili naye aje ajitetee kama wale wakurugenzi wengine. Lakini yeye jina lake lilijitokeza miongoni mwa wale ambao ulisema walihusika katika ubadhirifu wa fedha katika kaunti hii. Jina lake ni miongoni mwa wale uliodai walihusika. Mimi wale ambao walihusika ni zile kampuni ambazo zilitumiwa kufuja pesa zile. Ndio maana katika mashtaka yangu kule kotini sikumshtaki Mheshimiwa Mungatana. Nimeshtaki zile kampuni ambazo zilihusika na directors wao pamoja na zile bank. Lakini wakati wanajitetea wale madirectors, mmoja wao akasema kwamba msinisulubishe mimi, manake mbunifu na mwanzilishi wa kashfa hii ni Mheshimiwa Mungatana. Kwa hivyo ikiwa mnataka pesa yenu, basi pesa siku ichukua mimi, ilichukuliwa na huu bwana. Kwa hivyo pia yeye msukumeni ile apeane pesa. Kwa hivyo jina lake halikuingezwa pale na serikali ya county, bali lilikuja wakati wale madirectors wanajitetea kwamba sisi ambao tulihusika, tulifanya kutumiwa tu kama chambo, lakini yule mhusika mkuu wa sakata hii ni Mheshimiwa Mungatana, kulingana na ile nakata, si maneno yetu, lakini kulingana na ile nakala. Kulingana na maneno yake hii leo alipotoa hotuba kwa wanahabari, amesema mimi sijawahi kufanya kazi na serikali ya kaunti ya Kilifi, na mimi si mmoja wa wale wamiliki wa makampuni yanayodaiwa kufuja fedha za kaunti ya Kilifi. Hilo ni kweli, hatujawahi fanya biashara na Mheshimiwa Mungatana hata siku moja. Lakini jina lake limetajwa na wale ambao walijifanya kwamba walifanya biashara na sisi. Manake hata zile kampuni ambazo ziliiba pesa yetu hatukufanya biashara na wao. Hakuna huduma yoyote ambao walipeana kwa wakazi wa Kilifi ili walipo yale mapeni. Kwa hivyo yeye hakufanya biashara na sisi, hata zile kampuni pia hazijafanya biashara na sisi. Lofanyika ni wizi, na sisi hatutasita kufuata hili jambo. Tutafuata zile kampuni, tutafuata wale wakurugenzi, lakini wale wakurugenzi sasa wameanza kumwaga mtama
wanaanza kusema kwamba ni kweli kampuni zetu zilihusika, lakini zilifanywa kutumiwa kama chambo ama kama gari ama chombo cha kutoa pesa katika serikali ya kaunti na kuweka katika akaunti zetu. Lakini yule mhusika mkubwa kabisa kulingana na ile nakala na kulingana na vile yule director anasema kwamba mbunifu na mwanzilishi wa jambo hili si mwingine bali ni Mheshimiwa Mungatana, na si maneno yetu kama serikali ya kaunti ya Kilifi. Hii ni maneno ambayo yaliwekwa kwa kiapo na yule director ambaye anaitwa Lucy Kibogo. Kwa hivyo nafikiri Mheshimiwa Mungatana avute pumzi, aje kotini, ajibu yale madai yote ambayo yamewekwa kule kotini. Lakini kupiga kifua huko nje sidhani kutamsaidia. Manake hili jambo liko kotini, na ikiwa nataka koti imuone kwamba hakuhusika, basi lazima aingie katika sakata ya kesi ile ili aje ajitetee. Lakini kujitetea kwa runinga na kwa vyombo vya habari sidhani kutampeleka kokote. Na muda si muda tutakuwa tukiungana naye pia aweze kutupatia upande wake. Tumekusikiza wewe, tutakuwa tukiungana naye aweze kutueleza upande wake kuhusiana na sakata hii. Lakini umetaja kwamba kuna wale wamiliki wa makampuni mengine kando na Mungatana, na pia kuna maafisa katika serikali yako uliowasimamisha kazi. Je, kufikia sasa ni hatua zipi ambazo zimechukuliwa katika kurejesha pesa za umma ambazo zinadaiwa na serikali ya Kilifi kwamba zilifujwa, na kuna zozote ambazo zimerudi kufikia sasa? Kufikia sasa zimeregeshwa takriban milioni 8 ambazo tayari zimeregeshwa, na kwa sababu wale ambao waliziiba hataki kuziregesha, ilibidi serikali ya county ipeleke kesi kotini, civil case, ili zile pesa ziregeshwe. Pengine tungebaki tu tukakaa tukasema kwamba vyombo vya upelelezi vitachukua hatua, lakini ujawazi kwamba hata tukiachia vyombo vya upelelezi vipeleleze halafu viashtaki hawa watu waliohusika na sakata hii, kila ambacho kitafanyika ni kwamba watashtakiwa na makosa ya jinai. They'll be charged under the criminal offenses or under any other law. Lakini hata kiwa watapatikana na hatia, watapelekwa jela, watafungwa, kiwa ni maisha, kiwa ni miaka miwili, kiwa ni miezi miwili, kiwa siku mbili. Hayo yote haiwezi kufanya Kilifi ipate pesa yake, hata wakafungwa. Ndio tukasema kwamba kwa sababu sisi wakazi wa Kilifi lengo letu ni pesa zetu ziregee, tukasema kwamba hawa ama hivi vitengo vya upelelezi viendelee na upelelezi wako, wakiwashtaki ni sawa, lakini sisi tutapeleka mashtaka yetu kotini under civil law ili pesa hizi zetu hawa mabwana waziregeshe. Ndio maana serikali ya county ilienda kotini na ikapeleka kesi kule kwamba pesa hizi ziregeshwe, na tunaomba koti itupatie judgment dhidi ya zile kampuni na hama directors. Kwa hivyo ile kesi inaendelea, na ule ushahidi ambao tuko nao ni ushahidi bayana, hawezi kuruka. Ndio maana kwa sasa utakuta kwamba director mmoja baada ya kujua kwamba ule ushahidi una uzito na hawezi kuhepa, akaamua heri ni mwage mtama, nitaje yule mhusika mkuu, ili wakati judgment ikitoka mimi peke yangu nisilipe, bali yule mhusika mkuu alipe. Lakini mimi nataka niwaambie wakazi wa Kilifi kama gavana wao, sitawahi kuliacha hili jambo mpaka pesa yote ambayo iliporwa na hama bwana iregee Kilifi. Na tupokee simu kutoka kaunti ya Nakuru. Joseph Sindani, hujambo? Niko mwema bibie, hali yako namna gani? Salama, shukrani kwa kutazama. Swali lako kwa mgeni ni lipi? Kwanza nataka Amason Kingi. Naam ndugu yangu. Habari ya jioni. Shukrani man. Niko mzima nashukuru. Sasa swali la kwangu laja hivi. Kila kuchao unapata kwenye vyombo vya habari kuna sakata hii imetokeleza, kuna sakata hii imekuja, na wakati hata sakata kama hii ya Kilifi jiji ambavyo imekuja, kwa mwananchi wa mashinani kama mimi imeniingia masikioni mwangu vizuri na ninaona kwamba mnafuatilia. Lakini muda ambao hautaenda zaidi utapata tena kuna kashfa nyingine inatokea. Hii sasa ya Kilifi tena inazama, tunapotea kwamba tulikuwa na kesi fulani ambayo tunafaa tuweze kufuatilia. Sasa swali langu ni je, mbona huwa mnatuacha kwenye giza? Mmeanza safari, lakini safari nyingine inapotokea pale mbele mnatuacha kwa hiyo safari, mnaingia kwa hiyo safari.
Hebu kaweza kunielimisha. Naam, shukrani sana Sindani ukiwa kaunti ya Nakuru. Na labda anahusisha vile visa ambavyo tunaviona katika kaunti. Tunaona kuna madai ya ubadhirifu wa fedha jinsi ambavyo tunaona katika kaunti ya Kilifi. Lakini swala lingine likitokea, hilo linasahaulikwa, linawekwa pembeni. Mwananchi anabaki ndiye anayeumia. Labda ukijibu hilo niliambatanisha na hili, lichukua muda gani kabla ya wewe kama gavana wa kaunti ya Kilifi kujua kwamba pesa zinafujwa na zilikuwa zinafujwa bila wewe kujua? Kitu ambacho nataka nimwambie ndugu yangu aliyepiga simu ni kwamba hata zije kashfa milioni 100 hii Kenya yetu, kashfa ya milioni 51 za Kilifi haiwezi zama. Na mimi nimeapa mbele ya wakazi wa Kilifi kwamba hii pesa nitaifuatilia mpaka iregeshwe. Kwa hivyo hata zikaja kashfa aina gani, mimi langu ni kuhakikisha kwamba pesa ya Kilifi ambayo iliibwa imeregea kwa wakazi wa Kilifi ili ifanye maendeleo yale ambayo tunatarajia ifanye katika sehemu yetu ya Kilifi. Naam, niliuliza swali, ilichukua muda gani wewe kujua kwamba pesa zinafujwa katika serikali yako? Kwa sababu watu waliokutwika jukumu la kuwa rais wa kaunti ya Kilifi wanatarajia kwamba uwe macho kila dakika kuhakikisha hata subuni moja haipotei. Ilikuwaje kwamba takriban shilingi milioni 51 ziliibiwa katika kaunti ya Kilifi? Kitu ambacho ni ujue ni kwamba pesa zote za kaunti ziko katika Banki Kuu ya Taifa, Central Bank, ziko kule. Wala haziko mifukoni mwa gavana, ila anatia mfuko katika anatia mkono katika mfuko wangu nijue ni nani na nimpige mkono. Ziko zinamilikiwa na zinahifadhiwa katika accounts kule Central Bank. Na mtu kutoa pesa kule ni lazima aende kulingana na mtambo wa IFMIS. Na mtambo wa IFMIS hauko mikononi, hauko katika milki ya serikali za county. Inamilikiwa na serikali ya kitaifa. Kwa hivyo mtu yoyote mwenye uzoefu wa mtandao wa IFMIS pahala alipo pale anaweza kutransact kitu chochote mpaka ikafika. Manake kuna mambo mawili. Kuna IFMIS halafu kuna internet banking. Ikiwa wewe una passwords, manake hakuna mtu yoyote ambaye anaweza ingia katika mtandao wa IFMIS mpaka awe na password. Hakuna gavana hata moja kati ya magavana 47 ana password. Kwa hivyo hakuna gavana ambaye anaweza ingia IFMIS. Lakini kuna maofisa katika county zote ambao wamepatiwa password, na hizi passwords wamepatiwa na Wizara ya Fedha kupitia ile department ya IFMIS. Kwa hivyo yule ambaye ana password ndiye peke yake, yule ofisa ambaye yuko na password, yeye peke yake ndo ana uwezo wa kuingia katika mtandao wa IFMIS na kusukuma malipo. Yale malipo yakifika treasury, kwa mfano Kilifi, yale malipo ikiwa yamesukumwa kupitia mtandao mpaka yamefika treasury ya county, sasa anaingia katika mtandao mwingine ambao tunaita internet banking. Mtu yoyote kuchukua malipo haya na kuyaingiza katika internet banking, pia lazima uwe una password ya kuingiza malipo haya katika internet banking, ndio yaende katika Central Bank na pesa zitoke. Kwa hivyo hawa mabwana walichokifanya, walitembeza hizi zote kwa mtandao. Hakuna karatasi hata moja walitumia. Kila kitu kilifanywa ndani ya mtandao. Kwa hivyo ilikuwa vigumu kujua mwanzo. Lakini baadaye kuna ofisa mmoja wetu ambaye ni accountant, ndiye alishangaa anaona malipo ambayo hayaelewi. Na alipouliza ile idara husika, ile idara husika ikasema kwamba kusema kweli kampuni hii haijafanya kazi yoyote, na tunashangaa kwa nini hii kitu imefika katika upande wa internet banking. Ndio hapo wakanipatia ripoti kama gavana na tukasimamisha payments zote. Ndio maana tukaambia Central Bank, hii payment ambayo imefika upande wenyu, tafadhalini isimamisheni mara moja na pesa zote muziregeshe. Wakati huu ambao tunapeana Central Bank jukumu la kuregesha pesa zetu, nyingine tayari zilikuwa zimeponyoka. Kwa hivyo zile ambazo zilikuwa zimebaki katika accounts za hizi kampuni takriban 6 katika zile commercial banks zote tulizisimamisha na tukaziregesha. Lakini wakati tunafanya hivyo, tayari kuna zile zingine ambazo zilikuwa zimeponyoka wamezitoa. Na ni zile ambazo tumeenda kotini kuambia kwamba waziregeshe, na ni lazima waziregeshe, na najua wazi wataziregesha, manake ushahidi tuko nao.
hawakupeana huduma yoyote Kilifi, walipora pesa yetu. Ushahidi huu wote tutapeleka kotini, na bila shaka koti itakuwa na sisi na judgment tutapata, na pesa hii itaregea. Ikiwa tumepata judgment na kampuni hizi hazitaki kulipa, wakurugenzi hawa hataki kulipa, sisi attach ama tutashika mali yao na tutapiga mnada kila kitu chao. Wakurugenzi wote na kampuni tutawapiga mnada wote, ili pesa yetu ya Kilifi iregee yote bila kupungua hata ndururu. Na naona maswali ni mengi yanayoelekezwa kwako. Utakuwa ukitueleza pia haya makampuni yalipewa idhini na nani kufanya kazi na serikali ya kaunti. Pia kuna maswali yanayoingia kuhusu miradi hewa katika kaunti ya Kilifi. Atakuwa akitueleza iwapo kweli kuna miradi hewa ambayo inafanyika katika kaunti ya Kilifi, na pia kuhusiana na mikakati ambayo ameiweka katika kukabili baa la njaa kaunti ya Kilifi. Usiende mbali.